Siku chache kabla ya vita vya Israeli na Irani kuanza katika mwaka huu wa 2026, nilikuwa tayari nimekwisha kuandika kitabu hiki kiitwacho Three-Eye Atlas, The Red Horse of Revelation 6. Kabla vita hivi vinavyoendelea kuanza, nilikuwa nimefanya jitihada za kuijulisha dunia kupitia kitabu hiki kwamba sasa tunaingia katika vita kuu na yenye madhara makubwa sana. Kwa bahati mbaya, kutokana na changamoto binafsi, nilishindwa kukiachia kitabu hiki mapema na nikalazimika kukiachia siku moja tu baada ya kuuawa kwa kiongozi wa Irani Ayatollah Ali Khamenei. Yaani Ayatollah anauawa tarehe 28 Februari, kitabu kinachiliwa tarehe 1 Machi. Hii ni kusema kiliandikwa na kukamilika kwa 100% kabla ya tukio la mauaji yale. Kinachoonekana katika picha ni gamba la kitabu chenyewe, yani jalada au cover. Endapo utaichunguza gamba la kitabu hiki utajiuliza kwamba ni kwa nini mtunzi hakufikiria kuweka picha ya Ayatollah ili hali anasema alikitunga kabla ya kifo chake. Hakika picha ya Ayatollah sikuiweka. Na sababu ni kwamba kila nilipojaribu kuiweka, nilihisi kitu kikiniambia ondoa hiyo picha. Nilijaribu mara kadhaa, haswa katika wiki ya mwisho kabla mauti hayajamkuta. Lakini sauti ile ilizidi kuwa kubwa, ondoa picha hiyo. Sikujua ni kwa nini. Kitabu hiki ni sauti ya Mungu kwa wanadamu. Na imetoa maonyo juu ya kile kilichoanza tayari kutokea ulimwenguni, na kimeelezea tena na kwa tarehe matukio mabaya kabisa yajayo ulimwenguni siku si nyingi. Kitabu hiki ni kalenda ya Mungu kwa wanadamu. Ni kalenda ya Mungu kwa wanadamu wenye masikio na serikali zenye masikio. Ni kitabu cha lazima sana kwa kila mwanadamu, hasa kwa sababu kina kalenda ya mambo yajayo na ambayo ndiyo hasa yamekwisha kuanza. Kuna tarehe, miezi na miaka ya matukio yajayo na ambayo kila mwanadamu yatamuhusu. Ukiangalia cover ya kitabu hiki, liko jiwe linaloelea angani. Jiwe hili linatambulika kwa jina la Three-Eye Atlas. Ni mwamba wa ajabu uliotoka katika anga za mbali kwenye nje ya mfumo wa jua letu, na likaingia kwenye mfumo wetu wa jua. Mwanzoni ilifikiriwa kwamba lingeweza kuivamia dunia na kuleta madhara makubwa, lakini ilikuja kubainika kwamba limeikwepa dunia na limeingia katika njia ya sayari nyingine, sayari ya Mars ambayo ni jirani yetu. Jiwe hili limesumbua vichwa vya wanasayansi wanaanga, hasa kutokana na mwendo wake mkubwa sana wa hadi kilomita 246,000 kwa saa. Ni muujiza mkubwa sana. Lakini pia wanasayansi wameshindwa kupata picha yenye kuelezea usahihi wa umbo lake, hasa kwa sababu jiwe hili limefunikwa na mwanga mkali unaong'aa. Lakini Mungu wa mbinguni aliniletea jiwe hili katika ndoto ya usiku na nikaliona kwa karibu sana. Ni jiwe bapa la mstatili kubwa lenye urefu wa takriban kilomita 1. Ujio wa jiwe hili katika mfumo wetu wa jua ndio uliokuwa ishara ya haya tunayoona katika dunia kwa sasa, yaani vita na mengine machungu yajayo. Kitabu hiki kinawataka watu wajiandae kwa machungu. Familia zijiandae na zijue nini cha kufanya, na serikali nazo ziwe na akili. Pipa za mafuta zilizoko katika jalada za kitabu
zilionya hapo awali juu ya upungufu wa mafuta hata kabla vita havijaanza. Sasa tuko katika uhaba huo wa mafuta, tena ni kote duniani. Waathirika ni jamii kubwa za watu masikini. Binafsi, ninaishauri serikali ya Tanzania kwa kuiambia yafuatayo. 1. Habari zote tamu za